Msongo wa mawazo ni tatizo ambalo linatokana na inaweza kuwa chanzo ikawa ni kwa sababu ya familia, inaweza kuwa labda ni pressure ya kazi, inaweza kuwa labda ni mahusiano ulionayo kwa sasa, au inaweza kuwa pengine ni malengo yako ulionayo au malengo yako uliokuwa nayo lakini bado mpaka sasa hujayatimiza, au inaweza kuwa kwa sababu ya ndoto ambazo uliwahi kuwa nazo lakini zile ndoto mpaka sasa hujatimiza hata moja, au hata zile baadhi ulizokuwa nazo bado hujatimiza hata moja. Kwa hiyo ni kitu gani ambacho kinatokea baada ya hapo? Kitu ambacho kinatokea baada ya hapo ni mtu kuwa na msongo wa mawazo. Na mtu akisha kuwa na msongo wa mawazo inakuwa ngumu sana kupiga hatua, inakuwa ngumu sana uzungumze kitu chochote, mtu akusikilize, mtu akuelewe, au watu wakusikilize, au watu wakuelewe. Kwa hiyo hapo kinachotokea ni kwamba unapokuwa katika hali hiyo, kwa sababu hueleweki, hakuna mtu anakusikiliza, ni kwamba kila kitu utakachokuwa unakifanya hakitafanikiwa. Hutafanikiwa kwa jambo lolote lile ambalo utakuwa ukilifanya, au jambo lolote lile utakalo dhamiria kulifanya. Kwa hiyo leo hii nimekusogezea njia kubwa moja. Hii njia hutumii kitu chochote, hutumii pesa, ni wewe tu namna vile utakavyoamua kuitumia, namna utakavyoipokea na namna utakavyokuwa tayari kuitumia hii njia. Ni kwa ajili tu ya kufanya utulivu wa akili, utulivu wa mwili na amani pia. Sababu hivi vitu vinapokuwa sawa, kazini kwako utafanya vizuri, kwa familia yako kutakuwa